Nguva, nusu mtu nusu samaki. Ukisoma katika Mwanzo 6:1 mpaka 7 inazungumzia habari ya wana wa Mungu wakawapenda wanadamu, wakajitwaliwa kuwa wake zao. Sasa wana wa Mungu ni nani? Wana wa Mungu ni malaika ambao waliasi. Kwa hiyo wakachukua wanadamu wakawaoa, wakajitwalia wakawa wake zao. Sasa hii baada ya kuzaliwa kuzaa nao walizaa kwa hapa duniani, walizaa wanaitwa Wanefili. Wanefili, mfano wa huyo Wanefili kwenye Biblia ni Goliati ambaye alipigana na Daudi. Sasa kwa kule baharini ndo tunakuja kukuta wanyama ambayo nusu mtu nusu samaki. They are there, wako pale mpendwa. Kama uamini, waulize watu wanaovua samaki, watakuelezea ile habari. Sasa ukisoma katika Ufunuo 9:8 anasema wana nywele kama za wanawake na meno yao kama simba. Kwa nini wana meno ya namna hiyo? Kwa ajili ya kurarua, kwa ajili ya kunywa damu. Biblia ukisoma katika Zaburi 68:30 inasema mkemee mnyama wa manyasini. Wakataja baadaye pale ng'ombe, mafahari, kwa sababu hivi viumbe baadaye vinabadilika, vinaweza kuwa ng'ombe, wakawa mizimu ya familia yenu. Baadaye ukiendelea katika huo mstari anazungumzia kuhusu fedha, mafungu ya fedha, yanazungumzia fedha. Kuna uhusiano wa fedha na hivi viumbe vya baharini. Sio vitu vizuri. Hizi species zingine mnazoziona pia mnasikia sijui hao viumbe kutoka anga za mbali, ndizo hizo zilihusiana na hivi viumbe, vikatokea hivyo viumbe. Kemea mnyama wa manyasini ili uchumi wako uende sawasawa. Hivi viumbe vinashikilia mauchumi ya watu. Ukiona uendelee, ujue ni vitu kutoka baharini. Kwa nini kule fedha inaitwa currency, lakini ukienda kule kuna neno current kule pia ni kama linafanana. Maana uchumi uko kule, ndio wanaopambana na uchumi wako. Leo na kuombea kwa jina la Yesu ukapambane na hivi viumbe, na Mungu akakusaidie kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Kama umependa ujumbe wangu wetu, to follow, like, share, na Mungu akubariki sana.